Tuna nafasi kuzungumza kwa dakika chache na Mr. Kirenga. Mara mwisho tuliachana Iringa kama sijakosea. Kabisa kaka. Kama inaendaje? Mr. Kirenga ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya kuendeleza kanda za kilimo Tanzania. Tukoje kwa sasa? Kwa kweli tunashukuru sana. Naona tunaenda vizuri sana na napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wakulima wa Tanzania. Kwa sababu kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, wao wamekuwa ndio chimbuko la ushirika Tanzania. Na katika miaka ya karibuni, na nazungumza hili kwa sababu leo tunazindua benki yetu ya ushirika Tanzania. Katika miaka ya karibuni vyama vya kuweka na kukopa, lakini vile vile ushirika kwenye eneo la fedha, sekta ya fedha, ndio imekuwa ndio uti wa mgongo wa maendelezo ya ushirika Tanzania. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wakulima wa Tanzania kwa jinsi ambavyo wanaendeleza ushirika kwenye mazao, kwenye uzalishaji, lakini vile vile walivyoweza kuingia kwenye sekta ya fedha. Na na uhakika kwamba kwa kuzindua benki ya kilimo watakuwa na uwezo mkubwa zaidi. Na unapofahamu kwamba kilimo kinahitaji mitaji ya fedha na uwekezaji, na tunaenda kwenye kilimo cha kibiashara. Kwa hiyo nafasi ya ushirika kwenye masuala ya upatikanaji wa mitaji sasa hivi inaongezeka na ni muhimu sana. Kwa hiyo leo nichukue nafasi hii kuwapongeza kwenye hilo. Lakini la pili, napenda nizungumzie swala la kuendeleza kilimo Tanzania. Huku katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini tulikuwa tuna SAGCOT. Leo kutakuwa na uzinduzi wa utaratibu mpya wa kuendeleza kilimo kwa kutumia kanda za kilimo. Kwa hiyo SAGCOT sasa hivi inakwenda nchi nzima na itajulikana kama AGCOT, kwa maana ya The Agricultural Growth Corridors of Tanzania. Kwa hiyo wakulima kwenye kanda zingine, kanda ya Mtwara, kanda ya Kati, kanda ya Kaskazini, tunakuja na tutaendelea kufanya kazi pamoja, hususan kupitia ushirika. Ndio. Mligundua nini? Yaani mpaka mkaona au ikawepo kitengo maalum kwa ajili ya kuunganisha kanda za kilimo? Kwa kweli kwenye taratibu za kanda za kilimo ni swala la kushirikisha wakulima kwa maana ya kwenye uzalishaji, biashara, kuongeza thamani, lakini kufanya kazi karibu zaidi kati ya serikali na sekta binafsi. Na kama unavyoelewa sasa hivi kwenye masuala ya uwekezaji kwenye kilimo, watu wanakwenda kwenye mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Utasikia wanawekeza kwenye parachichi, kwenye viazi, kwenye mboga na matunda, lakini vile vile zao la chai, kahawa na mazao mengine kama soya na mazao mapya kama apples, haya matofaa. Kwa hiyo ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni ya muhimu sana. Kwa mfano, sekta binafsi imewekeza dola bilioni 1.3 tangu tulipoanza mpango huu miaka 10 iliyopita. Na serikali imewekeza dola bilioni 5.2 kwenye huu ukanda wa kusini mwa Tanzania. Lakini vile vile wakulima maisha yao yamebadilika. Kuna wakulima ambao ni karibu milioni 1 wamefikiwa kwenye utaratibu huu. Wakulima wa milioni 1 ambao wamefikiwa kwenye utaratibu huu. Na wengi wao wamenyanyuka kabisa kutoka kwenye umaskini. Kwa hiyo tunakuja kwenye kanda zingine, tunategemea tushirikiane zaidi na ushirika na vyama vya wakulima, lakini vile vile vijana, hususan kwenye kupitia mipango yao ya maendeleo. Sawa. Naamini kuna serikali ambayo yenyewe ndio inatazama maeneo mengi, hasa eneo la kimkakati la kilimo, ndio imefacilitate uwepo wa kanda na waunganishaji wa kanda. Ndio. Una neno gani kwa ajili yao ambao wamekuwa wakitazama wakulima na Tanzania kwa ujumla? Kwa kweli kama nilivyoeleza kwamba kwenye ukanda ule wa kusini mwa Tanzania uliokuwa unajulikana kama SAGCOT, serikali imewekeza dola bilioni 5.2 kwenye kuendeleza miundombinu, ujenzi wa umwagiliaji, magala, miundombinu ya umeme, barabara, na mingi imeelekezwa kwenye maeneo ya uzalishaji. Kwa hiyo kwenye kanda zingine, nafasi ya serikali kwenye kutekeleza masuala ambayo wakulima wenyewe au vikundi vya wakulima hawawezi, lakini muhimu zaidi kwenye kutengeneza sera na taratibu bora ambazo zinahamasisha uwekezaji ufanyike. Kwa hiyo serikali ina nafasi muhimu sana, na sekta binafsi hususan wakulima wanaangalia serikali na waelekeza nini. Kwa hiyo nafasi ya serikali hususan Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo, wizara ambayo inashughulikia masuala ya biashara, hususan hizi mbili, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na ushirika. Basi tushukuru sana kwa siku ya leo, tutaendelea wakati mwingine kwa ajili ya kuongelea
Goli la kuja mchapakazi sasa nchi nzima. Asante na wewe tunakukaribisha sana. Asante sana. Asante sana.